Kila mtu katika hii dunia anatafuta furaha. Wewe siku ya leo nikikuuliza kitu gani unachokitafuta katika maisha, nafikiri moja ya vitu ambavyo utaniambia ni kwamba unatafuta furaha katika maisha yako. Unaweza kupambana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ukiambiwa furaha iko katika hatua nyingine zaidi ya hiyo ulionayo, na ukienda ukakuta hamna furaha. Mtoto mdogo anaweza kutamani kwenda shule akiwa anaona wenzie wanaenda shule, akihisi kwenda shule kuna furaha. Baada ya muda akiwa shule anahisi hakuna furaha, wanaanza kugombezana na wazazi wakimchapa aende shule. Baadaye wanamwambia soma, ukifika LY darasa la 7 kuna furaha. Anafika darasa la 7 anakuta hamna furaha. Baadaye anaambiwa ukifaulu kwenda sekondari kuna furaha. Anapambana na soma, akienda sekondari hakuti furaha. Baadaye anaambiwa ukifika form 5 na form 6 kuna furaha. Anafika form 5 na form 6 unakuta hamna furaha. Anaambiwa soma, ukifika chuo kuna furaha, na shida zote utazisahau. Anasoma, anafika chuo, ghafla hamna furaha. Anaambiwa soma, ukimaliza utapata kazi, utapata furaha. Akimaliza chuo anapata kazi na furaha hana. Anaambiwa oa, ukioa utapata furaha. Anaoa ama anaolewa na matatizo ndio yanazidi. Sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza, furaha iko wapi? Ni kitu gani ambacho naweza nikakifanya kikanipa furaha? Leo nataka nikufundishe mambo 4 ambayo ukiyazingatia utapata furaha katika maisha yako. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili nitakapokuwa naweka yale yanayokuhusu uwe wa kwanza kutizama. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. Namba 1, kama nataka kuwa na furaha katika maisha yako, ni lazima ujifunze kukubaliana na uhalisia wa maisha. Maisha yana uhalisia wake ambao watu wengi wanauelewa, lakini wanataka kubadilisha uhalisia wa maisha. Uhalisia wa maisha uko hivi: siku zote haziwezi zikafanana. Kuna nyakati utakuwa na furaha, kuna wakati utakuwa na huzuni. Kuna wakati utapata mazuri, kuna wakati utapata mabaya. Kuna wakati utapata shida, kuna wakati utapata raha. Kuna wakati watakukera, kuna wakati watakufurahisha. Kuna wakati utakutana na magumu, lakini kuna wakati utakutana na mambo mepesi. Kuna wakati utakutana na mabonde, kuna wakati utakutana na milima, lakini kuna wakati utakutana na tambalale katika maisha yako. Watu wengi huwa wanapata mawazo na changamoto katika maisha yao kwa sababu huwa wanataka maisha yawe katika ufanano siku zote. Huwezi kuishi siku zote ukiwa unacheka, huwezi kuishi siku zote ukiwa na marafiki, huwezi kuishi siku zote mambo yakiwa hayabadiliki. Ukishatambua na kukubaliana na huo uhalisia, utakuwa na furaha katika maisha yako. Namba 2, jifunze kutenda wema na kuto kusubiria fadhila. Watu wengi wamekuwa wakipata changamoto na kukosa amani na furaha katika maisha yao kwa sababu huwa wanategemea kurejeshewa fadhila sawasawa na vile wanavyowatendea watu wengine. Mtu anahangaika, anasomesha familia, anawapenda ndugu zake, anawatendea mambo makubwa na mazuri sana, alafu yeye anakaa anasubiria kwamba watamfanyia na vile anavyowafanyia. Ili uweze kuwa na furaha katika maisha yako, jifunze kutenda wema, jifunze kutenda uzuri, jifunze kutenda yale yanayompendeza Mungu, na usitarajie kutendewa sawasawa na vile ulivyotenda. Tengeneza hali ya kujikubali wewe unapoona kile kizuri ulichokitenda. Utakapomsaidia mtu au utakapofanya kitu ambacho ni kizuri katika maisha yako, baada ya miaka 2 au 3 ukiangalia matunda ya kile kitu, hata kama yatakuwa hayakunufaishi wewe, ona yale matunda kama wewe ni sehemu ya kuyatengeneza. Jipongeze ndani kwa ndani, furahi kwa sababu umekuwa sehemu ya kutenda uzuri, na usitarajie kwamba wote watatenda sawasawa na vile ulivyowatendea katika maisha yako, kwa sababu binadamu hatulingani, binadamu hatufanani, na kila mtu yupo kuja kutimiza ili adhima ambayo Mungu alimuita kuja kuitenda katika hii dunia. Inawezekana kile ulichoguswa ukifanya kiwa kizuri sivyo atakavyoguswa na mtu mwingine, na yule inawezekana kaguswa katika sehemu ambayo hata wewe hujaguswa kuifanya. Kwa kila mtu ana sehemu yake ya kutenda. Usitende ukitarajia kurejeshewa ule uzuri wa kitu ulichokifanya katika maisha yako. Ukishakuwa na mtazamo wa namna hiyo, utakuwa na furaha. Namba 3, jifunze kusamehe katika maisha yako. Makosa na madhaifu ni sehemu ya binadamu. Ni Mwenyezi Mungu pekee ambaye kakamilika katika sehemu zote, wakati wote na mahala popote. Binadamu tunakosea.
Wapo watu wengi ambao wanakukosea ima kwa kujua ama kwa kutokujua. Sahau, samehe. Hata wewe kuna mambo mengi ambayo umejikosea mpaka yanakunyima amani katika maisha yako. Inawezekana umeshamaliza muda mrefu hujatimiza ndoto na malengo yako, unakaa kwa majuto. Inawezekana kuna mambo mengi umeshayafanya katika maisha yako yanayokunyima amani. Inawezekana kuna watu umeshawakosea sana katika maisha yako mpaka wewe mwenyewe ukikaa unajiona mwenye hatia. Unashindwa kusonga mbele na kutengeneza maisha mapya. Sahau, samehe, songa mbele. Namba 4, katika maisha yako hakikisha unatembelea karama yako. Watu wengi wanafaulu katika maisha, lakini wanafaulu kwenye mitihani ambayo hawajapewa. Ni sawa na mtu kakupa swali la 1 kujumlisha 1 ni 2, alafu unajipatia swali la 2 kujumlisha 2 na unapata jibu ni 4. Umepata jibu, lakini sio kwenye swali uliloulizwa. Watu wengi wanafaulu katika maisha, lakini wanafaulu katika vitengo na nafasi ambazo sio za kwao, kwa sababu wanakaa kwa kutafuta fedha, wanakimbizana na fedha badala ya kutengeneza ule ubora wa kile kitu ambacho Mungu aliwaitia kwenye hii dunia. Unaweza kuwa una kipaji cha kucheza mpira, lakini ukaenda kwenye biashara kwa sababu umeona kwenye biashara kuna pesa. Pamoja na mafanikio makubwa unayokuwa nayo, ila furaha unaisikia kwa watu wengine. Mtu anakushangaa, mbona huyu mtu ana fedha, mbona huyu mtu ni tajiri, lakini hana amani, hana furaha? Ni kwa sababu amefanya kazi isiyo yake. Ni kwa sababu amefaulu katika mtihani ambao hajapewa katika maisha yake. Na watu wengi wanatafuta fedha, na watu wengi wanatafuta magari, watu wengi wanatafuta wanawake, watu wengi wanatafuta wanaume, watu wengi wanatafuta vitu vingi kwa nyakati tofauti, lakini mwisho wa yote wanachokitarajia huwa ni furaha. Sasa kuna faida gani kutafuta fedha ambao haitokuja kukupa furaha? Ukitekeleza hivyo vitu vikuu 4, utakuwa na furaha katika maisha. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera, and the top is for you. Thank you.